sivyo ndivyo akuavyo. Silikatai hilo, lakini pia sikubaliani nalo. Kwa hiyo tukubaliane kutokukubaliana. Nitakwambia kwa nini. Hivi ulishie kuona watoto wawili mapacha ambao wanafanana umri, wanafanana mpaka sura, lakini tabia zao ziko tofauti? Mmoja mstaarabu, mpole na mtiifu, mwingine ni mkatili kweli kweli, ni mgomvi, ana roho ya kinyama sana, mpaka mzazi unajiuliza, huyu mtoto nilimpata vipi? Anakuchanganya. Majirani ndo hawaelewi kabisa, wanadata wakimwona mwanao, wanauona mfano halisi wa Lucifer. Watu wa dini watakwambia kwamba mtoto akizaliwa tu anakuwa na dhambi ya asili. Watu wa mila huwa wanaamini kwamba mtoto huwa narithi ukoo aliotokea. Yes, exactly. Tusidishane. Hivi ulishawahi kuulizwa ukiwa hospitali kwamba kwenu mna mtu asiyekugua kifafa? Mnaulizwa kwa sababu ukoo unakotoka ndo uhalisia wako wewe. Wazee wetu walikuwa hawaolewi ovyo au kuoa ovyo, walikuwa wanaangalia ukoo. Utajiuliza, watoto wawili mapacha, lakini kila mmoja anakuwa na tabia ya pekee yake, na bado hawajakuwa watu wazima, bado wako chini ya miaka 5, chini ya miaka 6, lakini tayari wana tabia tofauti. Umewalea vizuri, pengine kidini, kumtii Mungu na kuwa na heshima, lakini bado tabia zao zikawa tofauti. Wanacheza pamoja, mmoja hatoki kwenda kokote, wako pamoja pale nyumbani. Lakini kwa nini mmoja awe na tabia nyingine na mwingine pia awe na tabia nyingine? Hii mada ni ndefu, lakini leo nitaielezea kwa ufupi tu, kwa sababu sitaki tuchoshane. Mtoto hutokana na kile ambacho kimemleta duniani, yaani baba na mama. Hao ndo reflection, hao ndo namna ya mtoto atakapokwenda kuwa. Basi mtoto huyu utaanza kujitia moyo na kusema eti ni mtoto tu, akikuwa ataacha. Ndiyo, akikuwa ataacha, ataacha kujionyesha, ataanza kujificha, atakuwa wale wasiojulikana. Baba, hakikisha wewe ni msafi kabla ya kumpa ujauzito mkeo au kumpa ujauzito mpenzi wako. Yaani sio kuwa msafi wa nguo, inakubidi uwe msafi wa mawazo, msafi wa matendo yako. Sio baba unaenda kumpa ujauzito mkeo ukiwa umelewa, umevuta mabangi, una hasira. Jua kabisa mtoto anachukua energy zote kutokea kwako. Kwa hiyo ukitoa zile manii za kwako wewe na kumwekea mkeo, zinakuja na hiyo energy yako. Kwa kama wewe ulikuwa na mihasira yako, ulikuwa umelewa, umevuta misigara, sui mibangi, unaenda kutengeneza kizazi hicho hicho. Mama pia inafuata hatua yako hapa, unaanza kumlea mtoto mpaka anakuwa akiwa tumboni mwako. Hakikisha unakuwa msafi, sio mama unalewa, vuta masigara, mgomvi, kisirani, halafu unataka utoe mtoto mwenye akili nzuri. Haitawezekana. Nakwambia tena, huwezi kupata mtoto msafi kama wewe mwenyewe ni mchafu. Haiwezekani. Yaani ule ugali wa mhogo na mboga chukuchuku halafu ujambe mayai, haiwezekani. Kwa hiyo kuwa msafi kwanza. Baada ya hapo, mama, ongea na mwanao akiwa tumboni, mwambie unavyotaka. Mama, ongea na mwanao akiwa tumboni. Wazazi, ongeeni na mtoto wenu akiwa tumboni, mwambie ambavyo wewe unataka awe, msihi na kumpa njia, atakusikiliza. Baada ya hapo sasa,
ndo malezi yanafuata baada ya kumzaa. Atatoka mtoto ambaye unaweza hata kumlea akakusikiliza, kwa sababu mlimpata mkiwa wasafi. Hapo itakuwa rahisi kumlea, yaani mtoto atatoka tumboni kwa mama akiwa neutral. Hiyo itakuwa rahisi kuanza kumwekea na kumpandikizia tabia nzuri. Anakuja akiwa empty CD, mtaanza kuibani mnavyotaka. Fanyeni mnavyofanya ili mtoto atoke akiwa empty, tayari kwa ajili ya kuwasikiliza. Atoke na vinasaba vizuri. Sikufokei, ni ushauri tu. Unafumbuliwa macho uone katikati ya giza kinachotokea, katikati ya giza kunavotisha.